Ni huzuni na majonzi tele katika taifa baada ya kufariki kwa mwanasiasa mkongwe Cyrus Jirongo ambaye aliaga dunia hivi karibuni chini ya hali ambazo zinaibua maswali na hisia tofauti mitandaoni na katika ulingo wa kisiasa. We have not been given full explanation. This is how we lost people. So many people have gone. We want a further explanation on this. Mazishi ya marehemu Jirongo yamefanyika kwa heshima kuu nyumbani kwake, ambapo viongozi mbalimbali wa kitaifa wakiwemo spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi walihudhuria na kutoa heshima zao za mwisho. Katika mazishi hayo, mbunge wa Bumula Jack Wamboka alizua taharuki baada ya kudai kuwa kifo cha Jirongo huenda hakikuwa cha kawaida. Hajakufa tu kifo cha kawaida. Ukisikia mambo ya Khaniri amesema hapa, Jirongo aliuawa. Na hiyo ndio ukweli ya mambo. Huo ndio ukweli wa mambo. Huyu Jirongo aliuawa. Na hii maswali yote tumeuliza tangu Cyrus Jirongo afe. Mbona hatujajibiwa? Mbona hatujajibiwa? Mbona hatuambiwi hii basi Waluya waliokuwa ndani wako wapi? Akisisitiza kwamba uchunguzi wa kina unapaswa kufanya ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Kauli yake iliwashangaza wengi, hasa akizingatia alitoa mbele ya viongozi wa serikali. Na serikali imenyamaza. Nataka kuuliza Rais Mheshimiwa William Ruto, Jirongo alikuwa rafiki yako. Tafadhali, you have all the instruments kutuambia ni nani aliua Cyrus Shagalagaka Jirongo. Zaidi ya hayo, waombolezi walipigwa na butwaa baada ya kuonekana kwa watoto kadhaa wa marehemu ambao hawakuwa wakijulikana sana hadharani. Tukio hilo lilizua gumzo, wengi wakisema kwamba Jirongo alikuwa na maisha ya siri sana ya kifamilia. Huku taifa likiendelea kumwomboleza mwanasiasa huyo, maswali bado yanaibuka kuhusu maisha yake, urithi wake wa kisiasa na kile kinachosababishwa kifo chake. Tutakufahamisha zaidi kadri ya taifa mpya zinapochipuka. Kevin Busolo.